Siku moja ya Jumapili yenye dhoruba kali, umati wa watu wenye hofu na matumaini ulijaa ndani ya ukumbi mkubwa wa huduma za huduma ya nguvu ya mbinguni ulioko katikati ya jiji la Dar es Salaam. Minong'ono ilitanda ukumbini, kila mmoja akijaribu kuinua shingo yake kuona vizuri Nabii Suzy, ambaye alikuwa maarufu sana kwa jina la Mama Anaona Yote. Wengine walidai kuwa alikuwa na uwezo wa kuchoma kupitia roho ya mtu, akifichua siri ambazo hata familia haijui. Wengine waliapa kuwa Mama Anaona Yote anaongea moja kwa moja na Mungu. Lakini siku hiyo hali ya wasiwasi ilionekana kana kwamba kuna jambo la hatari lilikuwa linaelekea kutokea. Ghafla, kilio kikali kilisikika kutoka upande wa kushoto wa ukumbi. Mwanamke mmoja aliyeitwa Agatha, msaidizi wa karibu wa Mama Anaona Yote, alikimbia hadi mbele akiwa na macho yaliyotanuka kwa hofu na mshangao. Amemponya tena? Agatha alipaza sauti akiwa anatetemeka. Ukumbi mzima ulilipuka kwa shangwe. Lakini Elizabeth, mwanamke mtulivu aliyekuwa amejiunga na huduma hiyo kwa miezi kadhaa, aliona jambo la ajabu. Mlemavu aliyepokea muujiza alikuwa mtu yule yule aliyemwona siku chache zilizopita akitembea mwenyewe sokoni Kariakoo. Shaka ikamjaa moyoni, lakini nani angemwamini? Mama Anaona Yote alikuwa mtu wa heshima asiyeweza kuguswa. Wafuasi wake walikuwa tayari kupigana kwa ajili yake. Miaka mingi iliyopita, Suzy alikuwa msichana wa kawaida aliyezaliwa katika familia ya Kikristo iliyokuwa na maadili mema. Wazazi wake walimfundisha kuwa mkweli, mwaminifu na mwenye kumcha Mungu. Alikuwa kielelezo bora wa kanisa lao la kijijini Tabora, akiendesha shule ya Jumapili, akiandaa maombi na akiimba kwenye kwaya. Alikuwa kipenzi cha kila mtu na wengi waliona kuwa alizaliwa kwa ajili ya utukufu. Lakini hakuna aliyeweza kuona kuwa safari yake ingeenda kwenye giza la ajabu. Miaka ilipita, Suzy alihangaika kuanzisha huduma yake bila mafanikio ya haraka. Baada ya muda alialikwa kuhudhuria kongamano kubwa la wachungaji lililofanyika Arusha. Ndipo alipokutana na baadhi ya wahubiri maarufu waliovutia kwa maneno yao na waliodai kuwa na nguvu za kipekee. Mmoja wao aliyejulikana kama Mchungaji Benja alimvuta pembeni na kumwambia, unajaribu kuwa mtumishi wa Mungu, lakini hutawahi kuwa na ushawishi mkubwa hadi uwe tayari kutoa dhabihu. Kisha akamweleza kuhusu ibada ya siri inayohitaji sadaka kubwa. Kwa mara ya kwanza Suzy alisita, lakini Benja alimwahidi kuwa hiyo ni njia pekee ya kupata mamlaka ya kiroho na umaarufu aliohitaji. Usiku huo huo, Suzy alishiriki kwenye ibada ya ajabu ambayo ilimlazimu kutoa uzazi wake kama sadaka. Wachungaji walizunguka wakikemea na kuimba maneno ya ajabu, wakati moyo wake ukidunda kwa hofu na matarajio. Alipoondoka, alihisi nguvu mpya ikimfunika kama blanketi la giza. Hakuelewa vizuri, lakini alihisi kuwa sasa alikuwa mtu tofauti. Aliporejea Dar es Salaam, mambo yakaanza kubadilika ghafla. Watu walianza kumiminika katika huduma yake. Habari kuhusu Mama Anaona Yote zilisambaa kote nchini, hadi nchi jirani kama Kenya na Uganda. Huduma yake ikawa maarufu sana, ikijaa kila Jumapili. Heshima, sifa na pesa zikamiminika kama mvua. Lakini hii ilikuwa ni mwanzo tu. Bila wafuasi wake kujua, Suzy hakuwa binadamu wa kawaida. Alikuwa mchanganyiko wa binadamu na nyoka, nusu mwanadamu, nusu kiumbe wa baharini. Asili yake ilitokana na agano la baharini aliloingia kupitia ibada ya siri. Kila usiku wa saa 6, Suzy alitoka kwenye jumba lake la kifahari lililopo Mbezi Beach na kuelekea kwenye mto ulio nyuma ya nyumba yake. Alivua umbo lake la kibinadamu na kubadilika kuwa kiumbe chenye magamba na macho yanayong'aa. Aliteleza na kupotea ndani ya maji, na huko chini ya bahari alikutana na viongozi wengine wa kiroho waliotoa roho zao kwa ufalme wa majini. Walishirikiana siri, mbinu za giza na nguvu za kuwateka waumini. Huko ndiko Suzy alipokuwa akichota nguvu zake. Malkia wa majini, kiumbe wa ajabu mwenye macho ya samahani na sura ya kutisha, alimpa Suzy uwezo wa kuona ndani ya maisha ya waumini wake. Lakini nguvu hiyo ilikuja kwa gharama: nafsi yake, ubinadamu wake na uzazi wake. Alikuwa tayari kutoa hayo yote ili awe na mamlaka duniani.
Katika huduma yake, Suzy alianza kuwapa waumini wake vioo maalum alivyoviita vioo vya maisha. Kila siku asubuhi, angalia kwenye kioo hiki, kizungumza nalo. Utaona sehemu ya roho yako inayohitaji uponyaji, alisema kwa sauti ya amri. Kwa kweli, vioo hivyo vilikuwa vinaunganishwa moja kwa moja na ufalme wa majini, vikimsaidia Suzy kuchunguza maisha ya kila muumini, kujua siri zao, woga wao na madhaifu yao. Siku moja alimuita msichana kijana aitwaye Kisa mbele ya madhabahu. Usiku jana ulizozana na mumeo kuhusu kazi yake, sivyo? Kisa alishangaa. Ndiyo mama. Umejuaje? Umati ulilipuka kwa mshangao. Lakini ukweli ni kwamba Suzy alikuwa ameona kila kitu kupitia kioo. Aliendelea kuuza mafuta ya miujiza na maji ya upako kwa bei ya juu mno. Aliwadai watu hata mazao ya mashambani na mali za kifamilia. Alidai kuwa mafuta hayo yangeponya magonjwa yote, kuleta ndoa na baraka za kifedha. Elizabeth, akiwa ameanza kuchunguza kila tukio, aliona mwanamke mmoja masikini akitoa pesa zake za mwisho kwa ajili ya chupa ndogo ya mafuta. Alijihisi mnyonge, lakini aliapa moyoni kuwa lazima atafute ukweli. Siku nyingine, kijana aliyeitwa Obora, aliyekuwa amerudi kutoka masomoni Marekani, alikuja kanisani na mama yake kutafuta baraka. Suzy alimuita mbele ya madhabahu. Mwanangu, njoni mbele, alisema kwa sauti ya amri. Obora alisita, lakini mama yake akamshinikiza, nenda mwanangu. Hii ni nafasi yako ya kubarikiwa. Alipofika mbele, Suzy alinyanyua mkono wake na kutamka, Bwana amenionyesha kuwa beti ya maisha yako inakaribia kuisha. Ikiisha, hautaishi kuona miaka yako ya 30. Umati ukatulia. Obora alitetemeka. Mama, hiyo inamaanisha nini? Aliuliza kwa sauti ya hofu. Inamaanisha kuwa kama hutatoa dhabihu sasa, utafariki mapema. Lakini Bwana amenionyesha suluhisho. Alikenua, utatoa ng'ombe si wa kawaida bali mwenye afya bora na asiye na doa. Obora alisita. Mama, sina ng'ombe. Una haja ya kumtafuta. Badilisha tu dhabihu hiyo kuwa fedha. Kanisa lina utaratibu wa kushughulikia hayo. Obora alitoa hundi kubwa na Suzy alitabasamu. Hakukuwa na mpango wowote wa kununua ng'ombe. Fedha hizo zilienda moja kwa moja kwenye mradi wake wa ujenzi wa jumba jipya lililokuwa Oyster Bay. Hili halikuwa tukio la kwanza kwa Suzy kutumia hila kama hiyo ya kutisha ili kuwatoa waumini sadaka kubwa. Na hakika halikuwa la mwisho. Kisa cha Obora kilikuwa mfano tu kati ya mengi yaliyotokea katika huduma hiyo. Elizabeth, ambaye sasa alikuwa akikusanya ushahidi kimya kimya, aliona wazi muundo wa hila uliojengwa kwa ustadi wa kishetani. Kila Jumapili, Suzy aliendelea kutumia mbinu za kiakili na hofu ili kuwafanya waumini watoe fedha na mali zao. Aliwaaminisha kuwa mafanikio yao, ndoa zao na afya zao vilitegemea kiwango cha sadaka watakazotoa. Baadhi yao waliuza ardhi, wengine walikopa pesa kwa masharti magumu ili watoe mbegu kama alivyosema. Elizabeth aliendelea kukusanya ushahidi zaidi. Alianza kuandika taarifa, kurekodi sauti na kupiga picha kila mara alipokuwa na nafasi salama kufanya hivyo. Kwa makini alikusanya ushuhuda kutoka kwa waumini waliokuwa wameshapoteza kila kitu, huku wengine wakihangaika katika madeni walioyapata kwa sababu ya uaminifu kwa mama anaona yote. Siku moja, Elizabeth aliona tukio lingine la kustaajabisha. Mzee mmoja kwenye kiti cha magurudumu alisukumwa hadi mbele ya madhabahu. Suzy alipoweka mkono wake kichwani mwa mzee huyo, alisali kwa sauti ya chini, kisha mzee huyo alisimama kwa miguu yake, akitetemeka kama mtu aliyepata nguvu mpya. Kanisa lililipuka kwa shangwe na kilio. Lakini Elizabeth alimkumbuka mzee huyo. Alikuwa amemwona wiki iliyopita sokoni Buguruni akitembea kama mtu wa kawaida. Alikuwa mwigizaji tu aliyeajiriwa kwa ajili ya muujiza wa kuigiza. Kadri muda ulivyopita, Suzy akawa mmoja wa wanawake matajiri zaidi jijini Dar es Salaam. Jumba lake la kifahari lilikuwa limejaa samani za dhahabu, magari ya kifahari, wafanyakazi wa binafsi na vyumba vya kificho. Alidai kuwa yote hayo ni zawadi kutoka kwa Mungu.
Lakini Elizabeth alijua kuwa jirani zake masikini waliokuwa wanatoa sadaka hadi hawana chakula hawakuwahi kuona hata chembe ya baraka. Suzy hakutosheka na fedha tu. Alianza kutumia huduma yake kama njia ya kuingilia ndoa za watu matajiri. Alikuwa na nia ya kuteka wanaume wenye pesa ambao walionekana kuwa rahisi kushawishiwa. Ikiwa alikuwa na nia ya mume wa mtu, alitunga maono na ufunuo wa kiroho ambao ungeleta mashaka katika ndoa yao. Katika ibada moja yenye utata, Suzy alimuita jukwani mfanyabiashara tajiri aliyeitwa Bwana Okiki. Alinyanyua mikono yake na kusema kwa sauti ya kinabii, "Ndugu Okiki, Bwana amenionyesha maono ya giza linalozunguka nyumba yako. Kuna mtu wa karibu sana nawe anayezuia baraka zako." Bwana Okiki alishtuka. Aligeuka kwa hofu. "Mama, ni nani huyo?" aliuliza kwa wasiwasi. Suzy akamkaribia na kusema kwa sauti ya chini, "Ni mkeo. Roho yake imefungwa na wivu na tamaa. Anazuia mafanikio yako. Lakini usihofu. Mama anaona yote, yupo kukusaidia." Kwa miezi kadhaa, Suzy alimshawishi Okiki kuwa mkewe ndiye chanzo cha matatizo yake ya kifedha. Alimshawishi ajitenge kihisia. Kisha Suzy alianza kumtumia ujumbe binafsi akimwalika kwenye maombi ya faragha nyumbani kwake. Maombi hayo yaligeuka kuwa vikao vya mtego. Alianza kumhonga kwa maneno matamu na ahadi za baraka, akimwambia kuwa roho ya mkewe imeshikilia hatima yake. Hatimaye Bwana Okiki alijikuta ameanza uhusiano wa kimapenzi na Suzy, akiamini kuwa utii wake kwa mama anaona yote ungefungua milango ya mafanikio ya mbinguni. Mwelekeo huu ulijirudia kwa wanaume wengine wenye fedha katika kanisa. Suzy alipanda mbegu za mashaka katika ndoa, akaziharibu, kisha akawavuta wanaume kwake. Elizabeth alipogundua hili, alijua kuwa jambo hili limevuka mipaka ya kiroho. Hii haikuwa tu udanganyifu wa kidini, bali ni uovu wa hali ya juu unaovunja ndoa na kuharibu familia. Kipindi kingine kilichosisimua ni kile Suzy alichodai kuwa ana uwezo wa kubariki maji ya bomba na kuyageuza kuwa dawa ya uponyaji. Alitengeneza utaratibu ambapo waumini walileta madumu ya maji kwenye ofisi yake kwa ajili ya maombi. Lakini nyuma ya milango iliyofungwa, Suzy aliwaagiza wasaidizi wake, akina Felix na Linda, kuchanganya maji hayo na chumvi pamoja na sukari kidogo tu. "Sasa peleka kwao," alisema, "waambie waamini waonywe kila siku." Chumvi na sukari hizo zilifanya maji yawe na ladha tofauti kidogo, jambo lililowafanya waumini kuamini kuwa kweli maji yamebarikiwa. Wengine walitoa hadi $100,000 kwa dumu moja la maji. Usiku mmoja, Elizabeth alisikia mazungumzo ya Linda na Felix. "Unaamini kweli wanatoa hela yote hiyo kwa ajili ya maji yenye chumvi na sukari?" Linda aliuliza huku akicheka. "Hawa watu bwana, wanadanganyika kirahisi sana," Felix alijibu. Elizabeth alitetemeka kwa hasira, lakini moyo wake ukajaa ujasiri. Alijua sasa kuwa anahitaji kwenda mbali zaidi kufichua ukweli. Usiku mmoja wa Ijumaa, akiwa na simu yake na betri iliyojaa, Elizabeth alijificha kwenye vichaka karibu na mto nyuma ya jumba la Suzy. Alingoja kimya huku akivuta pumzi kwa nguvu. Saa 6 kamili, Suzy alitoka katika nyumba yake ya kifahari. Alitembea polepole kama anayeteleza angani. Alipofika ukingoni mwa mto, alisimama na kuinua mikono juu. Akaanza kuimba maneno ya lugha ya kale ambayo hayakueleweka kabisa. Elizabeth alishangaa alipomwona ngozi ya Suzy ikianza kung'aa, kisha magamba yakaanza kutoka. Miguu yake iliungana kuwa mkia wa nyoka. Macho yake yakang'aa kama taa ya moto. Kisha Suzy akateleza ndani ya maji na kutoweka. Elizabeth alipigwa na butwaa. Hali hiyo haikuwa ya kawaida kabisa. Alielewa kuwa mama anaona yote hakuwa tu tapeli, alikuwa kiumbe wa nguvu za giza. Hakumhudhuria tena kama muumini, bali kama mpelelezi wa ukweli. Siku iliyofuata, Suzy alimwona Elizabeth kanisani. Alitabasamu kwa upole, lakini tabasamu lake lilikuwa na maumivu ndani. Wakati wa wito wa madhabahuni, Suzy alitazama moja kwa moja kwenye macho ya Elizabeth. "Ninaona mtu mmoja hapa ambaye amebeba mzigo mzito.
Bwana amenionyesha kuwa kuna safari ya kiroho anayoanza. Elizabeth, njoo mbele. Elizabeth alijikaza akasogea mbele. Suzy alipoegesha mkono wake baridi kwenye paji la uso wake, Elizabeth alihisi mshtuko wa umeme ukipita mwilini mwake. Kisha Suzy akamnong'oneza, unacheza na moto mwanangu. Siri zingine hazipaswi kufumbuliwa. Lakini Elizabeth hakurudi nyuma. Aliapa kuwa atakamilisha dhamira yake, si tu kufichua hila za Suzy, bali kuwakomboa watu waliotekwa na nguvu hizo. Hatimaye Elizabeth alipotoa ushahidi wake kwa vyombo vya habari, picha, rekodi za sauti na ushuhuda wa waumini waliodanganywa, nchi ilitetemeka. Vyombo vya habari viliripoti habari hizo kwa kasi ya ajabu. Hadithi za miujiza ya bandia, uponyaji wa kuigiza na uhusiano wa giza zikasambaa kama moto wa nyika. Waumini waliowahi kumwita Suzy mama anaona yote walilia kwa uchungu. Wengine walizimia. Wengi walihisi kufedheheshwa, wakigundua kuwa sadaka zao, miaka yao na matumaini yao yalikuwa sehemu ya njama ya muda mrefu. Katika hotuba yake ya mwisho kwa umma, Elizabeth alisimama mbele ya watu waliokuwa wamejeruhiwa kiroho na kusema, ndugu zangu, nimejifunza jambo muhimu. Si kila mtu anayejitaja kuwa nabii ni wa Mungu. Tunapaswa kuwa waangalifu, wenye kutafakari na wenye kupima kila jambo kwa Roho Mtakatifu. Wapo wachungaji wa kweli wanaoishi kwa unyenyekevu na wanaowahudumia watu bila tamaa. Hawa ndio watumishi wa kweli wa Mungu. Asante kwa kusoma hadithi hii. Tafadhali, kama umefurahia simulizi hili, usisahau kulike video yangu na pia niandikie ulichojifunza kwenye comment. Na kusubscribe kwenye channel yetu. Tutarudi na hadithi nyingine ya kusisimua. Mungu akubariki.